niseme tu kama labda Niwashukuruni kwa kuona kwamba mmekuwa bega kwa bega kutoka mwanzo mpaka hivi sasa. Maadamu kwamba dada yangu mwanzo alionekana kuwa ni mgumu sana. Ndio. Lakini kaelewa. Hivyo nawashukuruni kikweli. Na unaona hali yenyewe sio mbaya hii. Kwa hiyo wito wangu hapa sana mimi kuwakaza katika hichi kikao na furaha zote hizi. Kwa pesa ambazo nilizo nazo, niliona kwamba nisiwi mwizi wa fadhila wa kuzila mwenyewe peke yangu. Isipokuwa kwa nyinyi ambao tumeshirikiana katika jambo hili, niweze kuwamegulieni sio kidogo, niweze kuwamegulieni kingi katika hichi ambacho niko nacho. Kwa hiyo ina pesa, ni lazima kila mtu aende na chake kwa leo. Hani ndio hivyo. Ninasema kila mtu aende na chake. Kwa hiyo sister utakuwa na chako wewe. Na Hani pia vile vile lazima na wewe na chako. Kizingatia dadangu, mimi sihitaji haswa kubaki hapa. Mwenyewe unajua ninahitaji kuwa na mwenzangu. Baada ya siku kadhaa mimi ninaoa na maisha yangu sio ya hapa, maisha yangu ni ya Ulaya. Kwa hiyo mimi hapa unavyoniona nina visa na nauli tayari imeshakuwa katika mpango. Nikishamuoa tu basi nimeondoka naye. Kwa hiyo na wewe tumia pesa vizuri hizi, usije ukaziharibu. Nakuzoea sana dadangu. Ninakuzoea sana kwa pesa. Kaka, kwa safari hii naamini pesa nitazitumikia vizuri sana. Umeshakuwa na akili. Kwa sababu hata mimi pia sipendelee kuishi katika hii nchi ya Burundi. Na mimi nitaenda huko mitaa ya kati. Wewe usiniambie. Nafikiria kwamba na wewe unatuletea mchumba wako hapa mnafunga ndoa. Kumbe ni hayo. No, bado ningali namtafuta sijampata. Mimi kikubwa nitaweza nikaongea hapa. Kwa kweli namshukuru sana mpenzi wangu. Nasikia nafurahi sana. Na ninawashukuru sana kwa kuona nimewashauri na mkanielewa. Kwa kweli I'm so happy. Una akili sana. Sio kama wengine hao. Sio tu akili. Ukimwangalia hata shepu yake yenyewe imekaa tu sawa. Na mtoto ameelekea kibla na subiri kuchinjwa tu. Kwa kweli leo nisikia furaha sana. Leo nisikia furaha. Good sana. Kwa hiyo mimi sina budi, nataka niingie chumbani kila mtu nimletee chake. Kweli? Kila mtu anatoka hapa na chake, mashallah. Afisa wa polisi wa documentation, mnashutumiwa kwa kuuzisha mali kupitia makaratasi bandia. Nawaomba utulivu, maana kama mkufanya utulivu mtayapata matatizo makubwa. Twendeni, yangine mtayajua baadaye.
Wanangu, napokaa na nyinyi nasikia faraja kubwa sana, lakini nitaka kuwafahamisha kitu kimoja, niwakumbushe kitu kimoja. Yapata miaka 5 sasa tangu mama yenu anafariki. Inawafaa kuwa na upendo ndani yenu kama huyu mlionao. Mkubwa amheshimu mdogo na mdogo amheshimu mkubwa. Hilo litawasaidieni kujenga mapenzi baina yenu. Sawa na? Sawa dadi. Mimi nadhani tumekuelewa na wala sio na shaka kuhusu hilo, kwa sababu sisi tuna mapenzi hapa baina yetu na tunapendana. Mwangalia Shabani tunampenda, ndugu yetu mkubwa wetu, na dada yetu hapa Hasia tuko naye mwanzo mpaka mwisho wa saa. Ndugu wetu hapa Sania huyu, unaona bana, tuko naye kutoka kwa masomo mpaka hivi. Yaani nadhani kuhusu hilo shaka ondoa kabisa, hapa ni mapenzi mwanzo mwisho. Shabani mwanangu, Namna tayari umeshakuwa mtu mzima. Ni wajibu wako kufuatilia masuala ya ndugu zako. Hasa Samia, kwa mahitaji yake yote ya shule, kila atakachohitaji apewe, maana ndiyo mtoto wangu wa mwisho kwenu. Sawa? Dadi, kuhusu sala zima la kuangalia na la kuwajali wadogo zangu, kipindi najua haupo kwa muda wowote ule, ni lazima swala hilo niweze kuleka katika usawa, na ninakuahidi mimi ndo mkubwa wa familia kwa sasa. Nimechagua kati ya mtu zote, na ni kweli ni haki. Kwa hiyo watasoma wote, ikiwa ni Sania, ikiwa ni Hamza, ikiwa hata dadangu Asia, wote watasoma inshallah na kuahidi zaidi. Kaka, na mimi nirudi shule? Na utasoma university. Kaka, mimi najitumikia zangu na kazi zangu, si ndio dadi? Na pia kazini wananiletea pesa. Utafanya jinsi yote nikupatie. umewaelewa? Ila wanangu, siwezi kutoka bila kuachia usia mmoja. Zingatieni ibada. Mtakapokuwa mnafanya ibada, basi mtamuombeni hata dua mama yenu, na Mwenyezi Mungu atamsamehe kule aliyoko. Sawa na? Kumbushaneni ibada, huyo ni usia wangu nimewapeni wanangu. Umeelewa? Ndio. Sania, hivyo unasoma kabisa vizuri? Na mtihani mnaanza siku gani kwa masomo? Tunakaribia kwanza mtihani. Karibia kwanza? Kama mwezi, wiki? Kama hivyo jeudi. Leo tutaenda kwa mamdogo. Kumwona mamdogo mimi nitaongea na kaka Shabani, nitamwambia na atatupeleka, kwani wewe unamkumbuka sana? Sana. Wewe si juzi alikuwa hapa mwenyewe na ametoka hapa, anatoka hapa mama mdogo na akakuletea wewe juisi. Kaka, mimi sitaki tupitishe mwezi wote hatujaenda kwa mamdogo. Sawa, mimi nitaongea na kaka Shabani na tutakwenda. Sawa. Afu kitu gani kinachokusumbua wewe katika masomo mimi naweza kukufunza kwa leo? Masomo matematiki.
Matematiki ndio nakusumbua. Francais unaweza vizuri. Basi jongea. Marhaba, mbona umeamka mapema leo? Nimekuwahi kabla hujaenda kazini kuambia kama tarehe 20 za mwezi wa 3 tuna sherehe. Haina shida mama. Mbona ukusema jana? Singekupa jana. Amna shida. Wewe nenda shule. Nitaongea na Shabani, atamuita Hamza ofisini, atampa pesa, atakuja kulipia shule. Sawa? Sawa. Hamza iko wapi? Hamza iko ndani anajiandaa. Mwite ni mwagizi. Hamza. Naam. Baba anapika. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Hamza. Naam. Nimeongea na dadako. Baadaye nitazungumza na Shaban, atakupigia simu, utakuja ofisini kuchukua pesa ukamlipia ada ya shule. Sawa? Sawa. Tania, zingatia shule. Ndio? Kumbuke basi kwa zawadi. Hamna shida mwanangu. Wewe Sania, jiandae basi twende shule. Mimi navua kazi mara moja usiku na vaa uniform ili tuwahi kwenda. Sawa, usicheleweshi basi. Odi. Odi. Karibu. Karibuni. Salamu alaykum. Salaam. Mama. Salamu alaykum. Salaam. Karibu. Karibuni. Asante. Ngojeni walipeta. Unajua mimi sijakuelewa bado. Huku kote. Tizama wazo. Tizama. Kwani hujanielewa? Sijakubaliana na wewe. Kumbe kidogo picha kucha. Tutazungumza baadaye tukitoka. Please nakuomba. Si ndio hivyo? Jamani, karibuni. Kama mmekaa kwenye jonjo mtukae. Karibuni. Asante. Karibuni mkae. Karibuni sana. Asante. Karibu. Okay. Aya. Oh. Hamjambo hapa. Niko sawa. Unajua safari ndefu, tumeacha gari huko mbali mno sana. Najua sana.
muda wa kuja huku ni mrefu sana. Poleni sana. Vipi mama hayupo? Hayupo. Hata mtu mmoja hapa, niko mpeke yangu hapa. Baki mpweke yani. Yaani tafiri kama ndoto hivyo nimeona nje kidogo. Ila mbona umenifanyia surprise kama hii hata hujaniambia? Unajua kama surprise kuwapenda nao ni kitu cha muhimu sana. Haya. So, naona umekuja na mgeni ila sijamfahamu. Na wewe nayo kawayagi njoo utamuuliza tu. Yeah. Na ndo mara yangu ya kwanza kumuona. Okay, na ndio madhumuni hasa amenileta mimi hapa. She's my sister. Anaitwa Asia. Nashukuru kufahamu pia. Karibu. Kikweli nimemleta ili aje hapa aone nyumbani na zaidi aweze kutambua na kufahamu. Sister huyu ndo Habiba nilikuwa nakwambia huyu. Habiba ambaye kidogo kwake nimezamilia kwa mahaba. Ukiona hata uso wake kidogo huko ni uso wa huba. Umeona jicho hilo? Na ndo mama watoto mtarajiwa inshallah. Karibu sana Habiba. Asante. Okay. Kwa kweli nafurahi sana. Sikuwa nadhani kama tutaweza kuja kumtambulisha wifi yangu hapa. Yaani sijui nisemeje. Nitafurahi zaidi endapo utakwenda kunikutanisha na familia au kanikisha hata nyumbani nikafahamiana na familia nzima. Nitafurahi sana. Sina shaka kwa hilo. Kweli? Na mimi ni kitu ambacho nimekijiandalia mimi kupeleka na familia wakuone. Hata baba mwenyewe akuone. Kweli nimeamini kweli kama unanipenda. Naanza kuamini. Si ndivyo dada? Huku mnajenga bado? Huku wanajenga sana siku hizi. Tunasikia hata kwa sasa wanajenga. Lakini ndio sawa. Sasa yani sisi hatutokuwa wakaaji sana. Nitaka nimlete tu kwa muda mdogo. Ndio tunashinda wote hapa. Hapana. Muda mnakwenda? Tulikuwa tunaomba kidogo tu kwa sababu kuna shughuli ambazo tunakwenda kufanya. Ukizingatia na majukumu yenye kikazi. Naomba nimpitishe tu kwa huu muda tu hapa. Nashukuru sana. Karibuni tena. Si ndio karibu tena hapa nyumbani. Asante. Karibu. Acha basi tuende sisi wakaji sana. Sawa. Nashukuru sana. Ete? Ndio. Okay. Sasa twende. Basi. Siku nyingine wifi. Haya, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Lakini kaka. Wote. Lakini kaka, hivi unaona uko sahihi? Kuja huku kote kwa hizi pole, afu mwanamke mwenyewe sijui iko. No. Kwanza unaona dharau ambazo